mutio mothe. Mheshimiwa, karibu sana kwa station ya Inoro. Asante sana, salimia mtu wako nyumbani jioni ya leo. Asante sana. Jioni ya leo serikali imefanya jambo la maana sana, ama jambo kubwa la kukubalia kupunguza bei ya unga ya ugali. Je, jioni ya leo unaweza ambia taifa kama ile unga imefikia mwananchi? Kulingana na ripoti zote zile tunapata, hiyo unga imefika. Na tuko na wafanyikazi wa serikali kila eneo na kila kitongoji ambao wanachunguza kuhakikisha imefikia kila mwananchi. Ni kweli. Na mheshimiwa, tumeleta kwa hii kazi meals 125 zile zinahusika, kwa sababu haikuwa mpango ya lazima. Ni wale wanataka kuhusika, wale wako na viwanda vya unga ambao wanataka kuhusika ndio tumehusisha. Na kwa hivyo kila eneo la Kenya iko na mila ambaye amehusika na ambaye peleka unga yake kwa masoko. Ndio. Kwa maduka. Kwa maduka. Mtu wa mashinani jioni ya leo anajiuliza, je, umetengeneza bei ya unga ile inaenda kwa supermarket, kwa duka, lakini je, wale ambao wanasiaga unga yao tunawasaidiaje? Tunajua kuna changamoto hapo kwa wale wanasiaga unga yao. Kwa sababu ile tunaweza kutarajia na kuweza kusaidia kupungusha kwa sasa ni unga ile imesiagwa na imesiagwa kirasmi na imewekwa kwa packed. Hiyo ndio tumeweza, kwa sababu ile ingine ya ndani kule ni vigumu sana kuweza kufanyia subsidy, kwa sababu hata kupata kujua ni wangapi wanafanya hiyo huko ndani na kwa muda mfupi ambao tulikuwa nao ingekuwa ngumu. Lakini tunaomba wale pia, hata wale wanafanya ya kusia kule, kwa sababu sasa bei imeteremka, wanaweza kununua hii ya shilingi 100 kwa duka. Ndio itakuwa rahisi hata kushinda hiyo, kwa sababu tumeiteremsha zaidi ya nusu ya bei. Kwa hivyo kwa sasa, kwa sababu ni wakati wa dharura, sio kupenda kwetu. Ile mpango wa kudumu ni wa kuhakikisha tuna mahindi ya kutosha ya bei ya chini, ndio kila mtu asaidike. Na Wakenya wengine wanasema kuwa huu mpango wa kupunguza unga umekuja wakati wa uchaguzi. Je, hii ni mbinu ya kutafutia kinara wa Azimio kura? Wengine wanasema hivyo. Sijui kama maoni yako ni gani? Hii si mbinu ya kutafuta kura. Ni Wakenya wamekuwa wakilia wakisema unga imeenda juu sana, na ni kweli. Tukienda hata mikutano kama mimi hasa mimi waziri wa kilimo, nikienda kukutana na wananchi, nikimaliza kuongea naambiwa tafadhali fanya kitu mteremshe unga, na naleta ripoti kwa serikali. Lakini kwa sababu serikali ilikuwa na mambo mengine mengi ambayo yanahitaji pesa, tulikuwa kwa mambo ya petroli, serikali subsidize na bilioni pesa mingi sana. Kwa hivyo ikachukua muda kutafuta pesa ya kufanya hivyo. Kwa hivyo si lengo la kutafuta kura. Ni lengo la kuhakikisha hiyo shinda ambayo inakumba mwananchi wa kawaida imepunguzwa. Na serikali iwezi kusema tutafanya hivyo kwa sababu kuna kura hapa. Pana. Ndio. Kwa sababu hatuwezi kukimbia majukumu yetu kama serikali. Kama kuna kura ama hakuna, wakati tuna uwezo wa kufanya kitu ambayo inasaidia mwananchi tunafanya. Ni kweli. Na hili jambo la unga, bei ya unga kuenda juu sana, ni jambo ambalo linaonekana ni kama linakuja wakati wa uchaguzi. Ni kweli. Je, ni njama iko inafanya hiyo? Na wewe kama waziri, ni mambo yapi umefanya kuona kwamba hii maneno yote imetatiziwa? Ni kweli president alipoongea kuhusu hili jambo, yeye mwenyewe aliuliza hilo swali. Kwa nini kila mla wa kura bei ya unga huwa inaenda juu? Kuna mpango fulani watu kujaribu pengine kujitafutia kura kwa njia ya kupiga wale wako kwa serikali, ndio unga iwe inaenda juu kila mla huo? Ni swali tu. Lakini kuna wale pia wanasema kila miaka 5 Kenya inakuwa na ukame. Na kwa bahati mbaya hiyo ukame inaonekana inafuatana na wakati unapiga kura.
kila miaka 5. Ukame mkubwa. Ilikuwa hivyo 2017, ikakuwa hivyo 2013, na ukikuwa na ukame na hakuna chakula imesalishwa eneo hili Kenya na hata nchi jirani, bei inaenda juu. Lakini pia bei ikienda juu na upungufu uwe hapo, kuna upungufu wa mahindi, wale wako kwa hiyo biashara wanataka kutumia hiyo kutengeneza pesa zaidi, kwa hivyo wanaficha mahindi yao ndio bei iende juu zaidi. Sasa hawa wanaharibu hata zaidi. Bei ni mbaya kwa sababu mahindi haitoshi, lakini ile iko ndani utaki kugusa kwa sababu unataka iende use bei ile ya juu zaidi. Kwa hiyo inachangia. Hata wale wananunua, kwa sababu tunajua watu wananunua mahindi kutoka nchi jirani kama Tanzania, kama Uganda, hata kama haiko mahindi mingi huko. Lakini wakileta, badala ya kutengeneza, kusiaga na kuuza, wanaficha ndio waweze kutengeneza bei zaidi. Kwa hivyo kuna upungufu wa mahindi kweli, imechangia bei kuenda juu kweli, lakini ile imechangia zaidi iende juu zaidi kabisa ni kuwa wale wana mahindi wanafanya ile inaitwa kwa lugha ya Kimombo holding, wanaficha ndio waweze kupata pesa mingi zaidi. Na serikali na hiyo peke yake, sio ati ni ukame peke yake imechangia pia. Hii mambo ya COVID-19 ambayo imechangia bei ya kila bidhaa ambayo tunatumia kuenda juu, kwa sababu njia ya kuvipata pia production, cost ya production na transport imeenda juu mara 3 kwa dunia, sio Kenya peke yake. Ndio. Kwa hivyo tumekumbwa na shinda ambazo zimekumba kila mtu kwa dunia. Kienda US, bei za bidhaa imeenda juu. Nje, wakulima wengi wanasema kuwa vile serikali inaagiza mahindi kutoka nje inaharibu soko hapa nchini. Sijui kama sisi wenyewe tunaweza jikimu bila kuleta mahindi kutoka nje. Sisi atulimi mahindi ya kutosha. Sisi wa Kenya atulimi mahindi ya kutosha. Kwa hivyo kila wakati lazima tununue mahindi kutoka nje kuongezea ile tuko naye. Ile makosa utokea ni wakati mwingine watu wanaitumia hiyo, hasa watu wale wako na nguvu kwa siasa. Unanunua zaidi kwa sababu pengine unataka kutengeneza pesa. Kama ingine ilinunuliwa wakati mwingine huko Mexico ikajazwa hapa bei ya mahindi ya hapa ikaharibika. Kwa hivyo vile sisi hufanya kama serikali ni kufanya, tuna time. Tunaona wakati ule mzuri wa kununua mahindi ya nje ni wakati ambao hakuna harvest hapa. Kama sasa tumepeana idhini kwa wale wanahusika kwa hiyo biashara, tumetoa kodi, tukakubalia Mkenya yote ambaye kuna uwezo kununua mahindi ya duty free kuleta. Lakini tumeitime tukasema mpaka Septemba, kwa sababu Oktoba katikati hapo kuenda mbele tutakuwa tukivuna mahindi hapa. Kwa hivyo tunafanya ile kwa wizara inaitwa stock taking, kuona ni mahindi gani inaingia hapa Kenya, projection ya ile itasaa ni kama ngapi, kwa hivyo upungufu ni kama ngapi, tunakubalia hiyo ije. Lakini ukiwa kuna agenda nyingine tofauti, unaweza kuhakikisha mingi imekuja alafu bei ya mkulima inaenda chini. Kwa wakati tumekuwa hapo. Na ningetaka kama kuna mtu ako na ushahidi ambao sio huo aseme. Kwa wakati nimekuwa hapo, nimehakikisha bei ya wakulima iko sawa sawa. Kama last season tulihakikisha hakuna mkulima anapata chini ya 2,500 kuenda juu. Lakini wakati sasa imeenda juu yenyewe, hakuna haja ya kufanya chochote. Saa hii changamoto ile tuko naye si bei kwa mkulima, ni bei kwa consumer yule anatumia mahindi. Na ndio tumekuwa tukijaribu kuona vile tutaiteremsha ndio consumer pia aweze kupata nafuu. Kwa hivyo ni balancing act. Unataka kusaidia mkulima na pia unataka kuhakikisha consumer yule anatumia, kwa sababu ni kila Mkenya pia mfuko yake haifinywi sana, ndio pia aweze kununua chakula, aweze kula. Najua mkulima akiathirika pia sisi ama pia Mkenya wa kawaida ule mwenye ananunua hii bidhaa ama mahindi pia inafika mahali anakuwa kwa shida. Mwaka huu
Je, kuna kiwango ambayo mmesema hii ndio kiwango ile tutaweza kuleta kwenye nchi ama tutaagiza? Kwa sababu kuna ripoti ya 2018 ya Senate ambayo najua labda unaifahamu, ilionyesha kuwa serikali ilikuwa imeagiza kuwa tutaleta ama itaagiza gunia milioni 6, lakini kuangalia kutoka kwa ile ripoti kaka, waliagiza wale walileta mahindi walileta gunia nyingi sana, na hiyo inamaanisha inaharibu soko, na pia mkulima anakuwa discouraged kuendelea kulima, kwa sababu anasema nitalima lakini by the time mahindi yangu inakuwa kuuza bei inakuwa mbaya sana. Kweli tunafanya ile inaitwa kwa wizara tuko na taasisi inaitwa NCPB na department ya wizara ambayo kazi yake ni kufanya projections na kufanya stock taking, kujua ni mahindi ngapi inatoka nje, ni mahindi kiasi gani wakulima wamesalisha ama itasalishwa. Hiyo projection ndio tupange tujue tunahitaji kiwango gani. Kwa hivyo wakati tunasema mko free kununua between wakati huu na huu, ni kwa sababu tunataka kuhakikisha ile inafika haipiti ile kiwango inahitajika. Kama sasa projection yetu ilikuwa mwezi wa Juni mpaka Oktoba, tutahitaji mahindi kutoka nje gunia milioni 6. Gunia milioni 6 ni kama kitu kama 560 metric tons ya mahindi. Na hiyo inakuwa estimation, we can't be completely accurate. Na ni vizuri kujua kuna eneo mahindi utoka ambayo huwezi kusimamisha, kwa sababu tuko kwa ile soko inaitwa East African Community. Kwa hivyo mahindi kutoka nchi jirani kama Tanzania, Uganda na huwezi kusimamisha kwa sababu ni soko moja. Hata wao hawawezi kusimamisha kitu ambayo Mkenya anataka kuuza. Kwa hivyo ukiproject useme ile unataka itoke nje, ni ile inatoka nje ya East Africa. Kwa sababu ya East Africa lazima ije. Ile tu unaweza kusimamisha ni kama iwe inaweza kudhuru afya, pengine kuna aflatoxin ama moisture content haijafika ile kiwango inahitajika. Hiyo ndio mikakati tu unaweza kutumia kureduce ile mahindi natoka kwa nchi jirani. Na unajua kuna wakati tumetumia hiyo, tunaenda tunapima, tunasema hii hapana, nenda mkaushe kabisa. Suluhisho ya kuacha kuagiza mahindi tutaitoa wapi kama Wakenya? Suluhu ya kutoagisha mahindi ni kulima zaidi. Na tufungue zile njia eneo ambazo asijalima mahindi, ardhi ambayo hatujatumia kulima mahindi, tulime zaidi. Na ni vizuri pia kujua hata mahindi, utumiaji wa mahindi hapa unaenda chini. Vijana hawa wengine wengi hatumii mahindi. Kwa hivyo long term kuna wakati itafika hata ile mahindi tunalima iwe zaidi ya ile tunahitaji, kwa sababu imeenda ikipunguka kwa miaka. Watu sasa wanatumia vitu kutoka kwa wheat products. Young people wale vijana kama watoto wangu, unaona mahindi, ugali hawako hapo sana. Na kwa hivyo ya muhimu tutumie input na fertilizer vizuri, tuwe na production kubwa zaidi hata kwa ekari zile tunatumia, na pia tupungue we open up more land. Na kwa wizara tuko na mpango tunaita commercialization, ambayo tunataka kufungua ardhi za serikali nyingi ambazo siko aindo asitumike kulima mahindi, kulima maharage, kulima vitu vile vyakula vile tunahitaji sisi wenyewe na vile mifugo yetu inahitaji. Kwa sababu changamoto ile nyingine tuko naye kwa upande wa mahindi hasa hapa Kenya ni kuwa tunashindana na mifugo. Tunatumia mahindi kama raw material kutengeneza chakula ya mifugo na pia tunaitumia sisi. Nchi jirani kama Uganda hawalimi mahindi ya kula, hawakuli mahindi sana, staple food yao ni matoke. Kwa hivyo wanalima kuuzia Wakenya na mifugo yao. Sisi tuko tofauti. Hiyo jambo moja. La pili ni tuende kwa improved variety of seeds ambazo zinazaa zaidi.
na already KALRO, Kenya Agricultural and Livestock Research Agency imekuwa ikifanya utafiti na iko na variety zingine ambazo zinafaa fund plan, zinamea vizuri zaidi, zile iko variety nyingi ambazo ziko kwa soko. Ile inahitajika ni wamesisaji kwa wakulima na kusaidia wakulima na input nzuri, hasa fertilizer. Kama eneo ile tunalima mahindi, utakuta tunatumia tu fertilizer moja inaitwa DAP. DAP hakuna ya kutoka nje. Ambayo imeharibu soils zetu. Soils zetu imekuwa acidic. Tunahitaji pia to treat soils, na hiyo pia tuko na mpango kwa wizara ya kufanya liming across the country, na tuanze kutoa fertilizer hapa ambayo inaambatana na mahitaji ya eneo fulani ya kilimo. Hiyo yote itachangia kuhakikisha tuna mahindi ya kutosha. Ni kweli. Na wewe kama waziri, sijui umefikia wapi hii mpango ya kusaidia wakulima? Wakulima wengi wamekuwa wanasema kuwa mbolea wanayopewa, mbegu wanayopewa sio nzuri sana, na hivyo wanakuwa mazao yao haitokei vile inafaa. Kwanza nimesema tuko na mbegu nzuri na aina mbalimbali kulingana na eneo ile mtu anatoka. Mara nyingine kama hauna habari nzuri, unaweza kununua mbegu ile hybrid ya huko juu, unaenda kuipanda pande kama tuseme ya Ukambani. Haitamea vizuri kwa sababu unanunua mbegu ya Kiambu ama Nyeri, unaenda kuilima Ukambani. Ndio. Kwa hivyo kuna gap ya information ambayo inahitajika counties, kwa sababu counties, kazi ya county ni kufunza, ile inaitwa extension services, kuhakikisha wakulima wanaelewa ile mbegu inafaa kwa eneo lao. Ya pili, pia tunakuanga na fake mbegu fake ambazo zinauzwa na wakora. Naandikwa hivi, unaona unaambiwa ni ya Kenya Seed, lakini ukienda kweli si ya Kenya Seed, ni wakora huko. Ndio, na najua tuna wakati wakulima, ukitaka kununua, enda kwa duka halali ya Kenya Seed ambayo iko certified. Kama ujui, uliza. Ni kweli. Call, ulize, uambiwe mbegu ile itakutosha iko hapa. Na saa hii tuko na ICT programs za kuhamasisha wakulima kwa KALRO. Hata namba ile unaweza piga hata kwa simu, uelezo ile seed wewe unahitaji ni gani na utaipata wapi. Na kama serikali imekuwa na mpango ya miradi tofauti ya kuwezesha Wakenya kuwa na vyakula vya kutosha. Kwanza kuna mradi wa Galana Kulalu. Hiyo tu ilikuwa moja yapo ya mradi ambayo serikali ilikuwa imetoa. Sijui miradi imefikia wapi, na mbona ile mradi haikufaulu? Huo mradi wa Galana Kulalu ulikuwa mradi mzuri, mpango ulikuwa mzuri sana, lakini ukatekelezwa vibaya. Ukawa na corruption. Acha niseme ukweli. Corruption ya vile ilipangwa. Kuna watu walikuwa wanataka kutengeneza pesa hapo. Kwa hivyo ikatengenezwa kiolela. Na haikufaulu vile ilikuwa lengo ilikuwa. Number one, vile najua kulikuwa na mpango ya kupata pesa ambayo si ya gharama ya juu kuitengeneza. Pesa ikaenda ikaombwa ya gharama ya juu. Ile infrastructure ilikuwa inahitajika ndio mradi usucceed kabisa, haikutengenezwa. Na huo mradi ukapata shinda. Eneo ndogo ilifanywa, ile ilikuwa inaitwa pilot. Na ika ikaonyesha kweli huko mnaweza lima mahindi, mnaweza lima cotton, mnaweza lima miwa na kadhalika. Lakini ikaonekana cost ya kulima mahindi huko ni juu sana. Kwa sababu si eneo la mahindi. Na badala ya kujenga power, Kenya Power iwe power iko hapo ya kupower pumps za maji, ikatumia diesel pumps ambazo cost yake ya diesel ni high. Kwa hivyo ukihesabu cost ya production inakuwa 40% of the cost, inakuwa expensive zaidi ya mahindi ile inatoka kwingine. Ndio. Kwa hivyo hiyo mradi itatengenezwa na mpango wa serikali huko wa kurekebisha, kuhakikisha kuna infrastructure, kuna power, na pia kuna bridges zile zinahitajika, ndio cost ya kuproduce iende chini. Lakini tulime
vyakula vile vinafaa huko, si mahindi. Cotton ikilimo huko utalima kwa haraka, itamea haraka na itasaa zaidi. Mahindi ilimo eneo ile optimum ya mahindi. Ukilima soya ambayo tunahitaji kwa kufeed ng'ombe zetu, itasaa vizuri zaidi na ilete mazao zaidi. Kwa hivyo ni repurpose hiyo project na iwe successful na isaidie sisi kwa kupata chakula ambayo tunahitaji hasa kwa ng'ombe, kwa sababu tuko na shinda ya livestock feed kubwa sana. Si chakula yetu ya binadamu peke yake, tuko na shinda kubwa ya chakula ya mifugo, kwa sababu pia tunanunua kutoka nje na tunaweza kulima cotton, tuweze kupata ile inaitwa cotton cake ambayo ni muhimu kwa kufeed wa mifugo. Tunaweza kulima soya ambayo ni source ya protein muhimu sana kuleta kosti ya mifugo, chakula ya mifugo chini. Hiyo ndio mpango tuko naye na tutaenda mbele naye. Ni kweli, na watu wanaendelea kuuliza maswali. Kuna mtu hapa anaitwa Samson Muhura anauliza, borea iko, bei ya borea ama fertilizer iko juu sana, imefika 7,000, watawezaje kulima? Mbolea ile iko juu, iko kwa duka ya watu binafsi. Mbolea ya bei ya chini iko kwa NCPB store. Akienda kwa store ya NCPB ile iko karibu na yeye, atapata mbolea ile tumefanyia subsidy ikateremka. Utapata ile mbolea ilikuwa inauzwa 6,500 ama 300, saa hii iko 2,800. Lakini utaipata tu kwa store ya NCPB ama pale NCPB imefungua. Kule hakuna store, wamefungua mahali kama Tharaka-Nithi hakuna store, niliwaamuru wafungue mahali, na kuna mahali wamefungua, kuna town wamefungua hapo, sikumbuki jina saa hii. Pale unaweza enda na wakipiga masimu wataambiwa ni wapi wanunue fertilizer ya NCPB. Kuna mtu atasema huko ni mbali, kosi iko chini sana, uta afford kuenda hapo kununua. Kwa sababu tumesema ni lazima mkulima mwenyewe ausiwe. Hatutaki mbolea hiyo inunuliwa na wasuusi na watu wa kuenda kufanya biashara naye waje wakuletea wakusie bei ya juu. Kwa hivyo waziri, jioni ya leo unasema kuwa fertilizer, bei ya fertilizer iko chini, na ni ngapi? Nimekueleza DAP fertilizer ile inaitwa DAP, ile inatumika sana kwa kupanda. Ile planting fertilizer ndio most popular, ndio wanajua zaidi. Iko 2,800, 2,800 kila mahali Kenya. Kila mahali pale kuko na store ya National Cereals and Produce Board, NCPB. Tunaelewana? Tunaelewana. Si ile duka ya kibinafsi. Ukienda kwa duka ya mtu binafsi, bei iko juu. Hatukuweza kusubsidize duka za watu binafsi. Lakini kuenda mbele, mpango wa Baba Raila Amolo Odinga ni kuhakikisha mbolea yote imepunguka bei, imeenda chini yote. Ndio, na hii ilikuwa mpango wa dharura kwa sababu hii mambo ya cost kwenda juu ilikuja haraka, hakuna mtu alikuwa ametarajia. Si Kenya peke yake, nimeeleza tena ni dunia yote. Cost ya transportation ya kubeba logistics ilienda 3 times. Ndio. Kwa hivyo mbolea ikaenda juu, si mbolea peke yake. Na iko hivyo Amerika, iko hivyo Russia, iko hivyo Uingereza, iko hivyo kila mahali. Na tumesema kwa sababu ya hiyo, kwanza tuanze kupanga vile tutaweza kufungua factories za fertilizer hapa Kenya. Tusiwe tunarelize kutoka nje, tuwe tunaweza kununua, tuwe tunanunua tu raw material ile inahitajika, tunatengeneza fertilizer hapa. Hiyo long term. Short term ni kuona vile tutatumia pesa ya serikali kusubsidize ndio wakulima walime zaidi. Najua umekuwa waziri katika serikali ya Jubilee. Sijui ni mikakati ipi umeweka kuhakikisha kuwa hata ukimaliza term yako bado wakulima hawataendelea kuteseka. Wakulima wa kahawa, wakulima wa majani chai na pia wakulima wa mahindi na mimea ingine. Mikakati ipi umeweka kuhakikisha kuwa wakulima watapewa kipaumbele kwa mambo yenye wanafanya? Ni ngumu sana kuhakikishia watu
kile kitu ulikuwa unaendesha itaendeshwa na mwingine vile uliendesha, kwa sababu kila serikali ina mpango yake. Kama ni serikali ya hii inaitwa Kenya Kwanza iko na mipango yake. Serikali ya hii itakuja ya Raila Odinga iko na mipango yake. Hiyo ndio naweza kuhakikishia watu, kwa sababu niko kwa hiyo. Lakini siwezi kuambia serikali nyingine ya mtu mwingine vile atafanya, because siwezi kuwa spokesman wa mpango mwingine, because every administration iko na mipango yake. Ile naelewa ni hiyo nimekueleza. Serikali ya Raila Odinga ikishinda kura iko na mpango wa kuhakikisha inputs, fertilizer, chemicals, nini imepunguzwa chini ya shilingi 2,500 ya fertilizer, kuhakikisha kila mkulima ananufaika. Hiyo amehakikisha na amekuwa akisema. Ni kweli tungekuwa na wakati mwingi wa kuongea mambo ya ukulima, lakini umetaja serikali ya Raila Amolo Odinga kama ataingia, kama atapewa kazi ya urais kama kinara wa Azimio, na tumesikia akisema kuwa wewe utaendelea kufanya kazi kwa serikali yake. Sijui ni mkakati gani ama ni majadiliano gani amekupatia kama atachukua usukani kama president? Akiingia kwa sababu amefurahishwa na kazi ile nimefanya ya kubadilisha sekta hii ya kilimo, atataka niwe kwa serikali yake kama waziri wa kilimo, niendelee na hiyo kazi. Na tumezungumza kwa sababu huwa tunazungumza agenda ya kilimo. Na nimekuelezea agenda moja amesema ni muhimu sana kwa kilimo, ni kuhakikisha cost ya kulima iko chini, imeenda chini cost, kwa sababu ile inachangia watu washindwe ku afford chakula. Ni cost, kwa sababu lazima mlima pia arudishe ile cost iende chini. Alafu amehakikisha mambo ya kuhakikisha mkulima anapata mkopo, unaweza kuaccess pesa ya gharama ya chini, kama vile sasa hivi wakulima wana access pesa ya kama kahawa. Kuna ile tunaita cherry advance, unaweza omba pesa hapo ya gharama ya 3%. Kuna ile kama ile tunatumia sasa hii ya commodity fund, unaweza omba kwa 5%. Kuna AFC naweza kuomba sasa hii kwa 8%. Raila anasema ataongeza hiyo pesa, kwa hiyo ndio iweze kufikia kila zao, isiwe tu ni kahawa, chai na mahindi, iwe cotton, iwe pyrethrum, kuhakikisha mkulima anaweza kupata mkopo wa chini na pia gharama ya kilimo iteremke. Waziri, na amesema pia tutarevive masao yale yalikuwa muhimu sana. Wakati wa zamani ilikuwa nasaidia Kenya sana, cotton, pyrethrum, na tumeanza revive ya pyrethrum already huko Nakuru, Nyandarua, West Pokot, tumeanza kufufua hiyo. Waziri, nimekuona ukipigia debe kinara wa Azimio Raila Odinga. Katiba hairuhusu waziri kuenda kwa siasa. Sijui katiba inaruhusu waziri kuenda kwa siasa. Kitaka nikusomee kipengee ya sheria hiyo inasema hivyo, naweza kusomea. Yule haruhusiwi kuenda kwa mambo ya siasa ni katibu. Katibu ndiye si mwanasiasa, PS. Lakini waziri, cabinet secretary, inasema appointed positions, ambayo wewe mimi mwanasheria usinipeleke hapo, kwa sababu najua ni sections ambazo nimesoma vizuri. Waziri kwa sababu amechaguliwa kupush policy ya serikali ile imemchagua, hawezi kuwa non-partisan kwa policy. Naelewana? Lakini PS hiyo ndiyo hahitaji kuhusika. Ile tu inasema uwezi kusimama, uwezi kuchukua kiti ya chama, usimamie chama kama official wa chama, uwezi. Lakini kupush agenda, kutekeleza na kueleza policy ya serikali ile imekuchagua, umekubaliwa. Wacha tuingie kwenye siasa za Mount Kenya. Tumekuwa kama mara nyingi unaona Mount Kenya tuko kwa kikapu kimoja ama tuna mwelekeo mmoja. Kwa wakati huu unaona
watu wa Mount Kenya wanakaa ni kama wanaongea sauti tofauti. Sijui maoni yako ni yapi na ungetaka kuambia je mtazamaji jioni ya leo? Kweli wakati huu siasa ya mlima imebadilika kwa sababu hii mirengo mbili ya siasa, mrengo wa Kenya Kwanza iko na wafuasi huko na mrengo wa Azimio pia una wafuasi huko. Kwa hivyo kuenda kwa kura mlima utakuwa umegawanyika. Na kuna wakati huu mrengo wa Kenya Kwanza ulikuwa na wafuasi wengi zaidi. Lakini mrengo wa Azimio umekuwa ukipanda kila wakati ikichukua watu na umeelekea kwenda kupata nguvu zaidi. Na mimi naona tukienda kwa kura itakuwa na nguvu zaidi. Lakini hatutarudi pale tulikuwa tumepeleka kura zetu karibu sote pale pamoja. Kwa sababu number one ni kuwa hakuna candidate kutoka eneo la mlima ambaye amesimama, ambaye ana uzoefu na persuasive power ya kuwaleta pamoja, ambaye anatafuta kura sahihi. Na kwa nini ingawa yule hako pia kuna nguvu na najua ana persuasive power anafanya, na Raila ameanza kupata hiyo, lakini kuna wakati deputy president alikuwa anazunguka huko sana na akidanganya watu, kwa sababu kwa mimi nitasema ni kudanganya, sio ati ni ukweli. Alikuwa anawaambia akitumia nafasi ya serikali kusema kazi ile imefanyika ni yeye, na akapata hiyo akapata wafuasi wengi sana. Kwa nini unafikiria kuwa watu wa Mount Kenya hawaongei kwa lugha moja kwa wakati huu? Kwa sababu si mimi natoka huko na nasunguka huko na huwa naongea na watu. Kwa hivyo najua watu hawaongei kwa lugha moja. Kwa nini unadhani hawaongei kwa lugha moja? Kwa sababu kwanza zimekueleza hakuna kiongozi ambaye anatafuta kura ya president ambaye anatoka huko. Ambaye anaweza kuamini waseme wewe ni wewe, sasa tunaenda na wewe hapa. Hiyo ni reason moja. Ya pili ni ile mgawanyiko ilikuwa kwa Jubilee hapo zamani. President akaenda pande, deputy akaenda pande ile nyingine. Hiyo pia ikawanya watu. Lakini slowly naendelea sasa, Azimio imeendelea kushika nguvu pia huko. Na sisi tunawasihi, ukitaka kumalizika na mkose nguvu kwa serikali ni kuwa kwa mirengo tofauti. Kwa sababu umoja ni nguvu. Ukiwa pamoja mnaweza kunegotiate, kwa sababu siasa ni kujiuliza ni nini yenu iko huko. Unahitaji maendeleo, unahitaji ajira, unahitaji muwe na nguvu katika serikali. Ndio. Unahitaji muwe na ile tunaita negotiating power. Na mwezi kuwa naye kama mmoja ako pande ile, mwingine pande ile nyingine, mwingine pande ile nyingine. Na mnakaa mnasema nyinyi ndio community ile kubwa Kenya. Hata kule Nigeria kuna wale walikuwa wanaitwa Igbo. Ndio, naona tuna wakati mwingi wengi na kwa sababu ya kugawanyika nguvu ikaisha. Huku Uganda kuna wale wanaitwa Waganda. Ndio wengi zaidi. Lakini hawana serikali, waliisha nguvu kwa sababu waligawanyika. Ombi letu ni watu wa mlima Kenya wafuate viongozi wao, hasa President Kenyatta, mwelekeo ule anawaambia, kusio hapo ndio watasaidika. Wakipelekwa hivi na hivi na hivi watakuwa wamepotea. Asante sana kwa kuwa nasi Waziri Peter Munya, na tutakuita wakati mwingine. Nashukuru sana. Na nakutakia kila laheri. Asante sana. Asante sana. Hau neho tugotirihera tafarira ito ya ndurumeni hwaine wa umuthe ngehoka ni wathoma kuhetukira maundu maria twakorwo tukirwo ciuria ungikorwo nacio thina mbere gutwandikira no tukorwo gucokeria kuria mutambo-ini witu wa Facebook o nginya muthenya ungi. Ngai wa moya kurathime ritwa riakwa ni Wangaci wa Muriuki, ngakwendera utuko mwega.